Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mpenzi mtazamaji, karibu tena. Tunashukuru tumekutana tena katika chaneli yetu ya Sultan Online TV. Wote tuseme alhamdulillahi rabbil alamin. Leo nataka niwape faida. Kama ikitokea nyumbani kwako umeyaona mambo haya matano, basi yaondoe kwa haraka iwezekanavyo, kwa sababu yanaleta ufukara. Sasa basi tusizungumze sana, hebu tuangalie mambo hayo matano ni mambo gani. Kwanza kabisa, ukiona nyumbani kwako, katika mji wako, chumbani kwako kuna matandabui au utando wa buibui, mabuibui, basi ukiona hivyo, dalili mojawapo ya ufukara, unatakiwa uondoe kwa haraka. Kila mtu nafikiri anajua matandabui. Matandabui ni alama ya kiza. Sasa kama ni alama ya kiza, unapoyaweka nyumbani kwako, ukiyaona yametanda katika kona za nyumba zako, katika nyumba yako, ukawa unayaacha tu, kwanza ni uchafu, lakini pia yenyewe ni alama ya kiza. Kwa kama ni alama ya kiza, itasababisha wewe kukuletea mambo yako yakawa hayaendi vile yanavyotakikana. Kwa hiyo ni moja ya alama ya ufukara. Lakini jambo la pili ambalo ukiliona ndani ya nyumba yako unatakiwa uliondoe kwa haraka ni vijumba vya dondora. Dondora ni jamii ya nyuki. Kwa hiyo vijumba hivi wenyewe wanakuwa wanajenga labda kwenye nyumba pembeni hivi, juu hivi, unaweza hata ukakuta hata chumbani vimeota kama udongo hivyo, wameweka vitobotobo vyao. Kwa hiyo hivi navyo ni dalili pia ya ufukara. Ukiona hivi katika nyumba yako, fanya haraka kuviondoa, kwa sababu wadudu pia nao wana asili ya kuleta ufukara ndani ya nyumba. Jambo la tatu ni kioo au vioo. Kioo kilichokuwa na ufa au kioo kilichovunjika. Kivipi? Kioo chenye ufa chenyewe kinavuta umaskini. Yaani imetokea ndani kwako una kabati au una kioo, dressing table kama tulivyozoea, lakini kile kioo kikipata ufa, basi unatakiwa ukiondoe kwa haraka sana, kwa sababu vyenyewe vioo vinaakisi. Kama vinaakisi, na vioo vina tabia, hata viumbe wabaya pia wana asili ya kukaa kwenye vioo. Kwa hiyo ikitokea kioo chako kimetoa ufa, basi kiondoe kwa haraka, kitoe. Maana kitu ambacho kina ufa tayari kinakuwa hakiko kwenye formula ile inayotakikana. Kwa hiyo yenyewe kioo kina asili ya kuvuta ufukara. Unatakiwa ukitoe kioo kilichokuwa na ufa, au vipande vya vioo kuwa navyo katika chumbani kwako si hali nzuri. Lakini jambo la 4 ni popo. Ukiona popo nyumbani kwako au katika mji wako wanazunguka sana eneo hilo, basi hakikisha unawaondoa, unawafukuza eneo hilo. Hakikisha hawapo popo eneo lako, kwa sababu popo kurandaranda kwenye eneo lako ni mbaya, sawa, na ni ishara mbaya kabisa ya maradhi au ya vifo. Tumeelewana mpaka hapo? Hii ni ishara ya 4. Twende haraka sababu leo sitazungumza sana. Lakini ishara ya 5 ni nyufa katika nyumba yako au katika chumba chako. Ukiona katika mji wako unaoishi kuna nyumba yako inatoka ufa, kila umeziba hapa, umejenga hapa hivi viraka, hiyo ni ishara ya maskini, ndugu yangu Muislamu. Kwa sababu ukishaona hivyo, sasa unatakiwa kwa haraka iwezekanavyo ziba ufa, sawa. Hiyo ni ishara ya ufukara. Lakini nataka niwaongeze, nilisema nimetoa faida 5, lakini ngoja niwape hii ya mwisho moja. Hii ya mwisho ni
Kwa wale ambao wanapenda kukojolea ndani, utashangaa kukojolea ndani kivipi? Huyo ni mwendazimu au vipi? Hapana. Kukojolea ndani, kuna wale watu ambao wenyewe kwanza ni wavivu wa kutoka nje usiku, wanalala wanabanwa na haja ndogo, pengine ni waoga au ni uvivu wake tu. Wale wanaolala na makopo ya kukojolea ndani, unaistuka usiku mkojo umekubana, unaona uvivu kutoka kitandani kwenda chooni, kama ni vyoo vya nje, basi mtu anakuwa na ndoo yake maalum au kopo lake maalum kwa ajili ya kujisaidia haja ndogo. Sasa ile hali si nzuri. Kwanza mkojo ni najis. Kama mkojo ni najis, ina maana wewe kitendo cha kulala na najis ndani kwako, hata malaika wazuri hawaingii katika chumba chako. Hivyo basi ni dalili mkojo wako wewe mwenyewe unaweza kukuletea ufukara. Halafu basi mwingine anakojolea katika kopo, lakini bado akishamaliza hapo, kwanza utajisuuza saa ngapi? Ukishamaliza hapo, una usingizi wako, unadumbukiza, unaweka ile kopo lako, ushalifanya vitu vyako chini ya uvungu. Jamani, hii kitu ni mbaya, tena mbaya sana, kuweka mkojo wako chini ya uvungu. Unajizibia riziki zako, unajikwamisha mambo yako, kitendo cha kuweka mkojo chini ya uvungu. Lakini hapo hapo kwenye mkojo kuna wale, hii inatokea sana kwa wanaume. Wanaume kwa katika shughuli zao, unakuta anachukua kopo au bobo la maji, anakojolea. Akishakojolea anafunga, analitupa aidha kichakani, barabarani. Anajua mimi sijulikani huku, hajaniona mtu. Hamna kitu kibaya kama kukojolea kwenye kopo alafu ukafunga alafu ukatupa. Yaani utakuwa umejifungia mambo yako, umejifungia riziki zako, unajitia nuksi. Na hii itapelekea, ukiwa na mtindo huu wa mara kwa mara kujifungia mkojo wako, basi itapelekea hata uzazi wako ukawa wa shida. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.